Haya basi wasikilizaji na watazamaji wa redio na televisheni ya Kitco. Sisi hapa tunajaribu kuwaletea jinsi mambo yalivyo katika haya mazingira ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui. Ukijaribu hapa ni katika lango ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui, nikiwa na watangazaji weza. Tunajaribu kuwafahamisha jinsi mambo yalivyo na jinsi wanafunzi na usimamizi wa Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui wanazidi kujipanga kumngojea Rais wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, jinsi mambo yalivyo. Kwa hivyo niko na watangazaji weza ambao watakuwa tunazungumza tukaweze kuwaletea jinsi mambo yalivyo. Asante sana. Kwa majina nafahamika kama Victor Karanja, ukipenda nafahamika kama Kajas ama adui ya shetani. Kama vile MC Space amekwambia, siku ya Ijumaa tutakuwa tukimpokea Rais mtukufu wa Kenya hapa kwenye shule ya Kitui. Hayo ndio. Tutakuwa tukiingia ndani ili kuwaonyesha bila shaka ambacho rais atakuja kufungua siku ya Ijumaa. Haya, tusikie mtazamaji na yapi ya kuambia. Bila shaka mie nimetoa Daudi Kamwaki, shambulizi kutokea pembezoni kushoto, 11 uwanjani na 47 mgongoni, ukitaka mtoto wa mama. Tumefika mahala hapa, basi nakwambia tutakuwa tunaleta moja kwa moja siku ya Ijumaa. Basi Rais Samoei William Ruto atakuwa anafika mahala hapa na atakuwa tunakuletea moja kwa moja ukitaka mbashara live. Asante sana. Yalivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Tutakuwa tunaingia katika uwanja ama ukipenda utasema ni mazingira ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui, tukaweze kuwafahamisha jinsi mambo yalivyo. Haya basi hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukijaribu kuangalia huko nyuma ni wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui wanafurahia kuona miradi inazidi kufanyika. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo, tukijaribu kuwaletea bashara na jinsi miradi hapa katika haya mazingira ya Chuo Kikuu cha Walimu yalivyo. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo, nimekufahamisha miradi mbalimbali tukigoja kumshuhudia Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye atakuwa anakuja katika haya makao ama ukipenda mazingira ya Chuo Kikuu cha Walimu. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa. Naona jinsi mambo yalivyo, si mbaya. Nitakuwa namkaribisha Kajas akaweze kutuelezea aswa nini inafanyika huko. Asante kabisa. Hapa ni shule ya Kitui. Hii ni mojawapo ya miradi ambao rais wetu atakuja kuzidua siku ya Ijumaa. Hapa ni mradi wa maji katika shule ya Kitui ambayo itawafaidi sana wakazi wa hapa, kwa kuwa hapa shida ni ya maji, lakini sasa hivi imetatuliwa. Bila shaka. Naam. Hapo unasemaje mtangazaji mwenza? Na bila shaka Rais mtukufu wa nchi ya Kenya atakuwa anafika mahala hapa siku ya Ijumaa, atakuwa anazindua moja kwa moja. Hapa tuna karibu jambo. Bila shaka. Kwa hivyo tutakuwa na safiri huko kuangalia miradi mingine ambayo Rais wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency William Samoei Ruto atakuwa anazindua pale mnamo ukipenda unasema ni siku ya 17 pale katika huu mwezi wa Oktoba. Haya basi ukijaribu kuangalia hapa msikilizaji mtazamaji wa radio na televisheni ya Kitco, hapa ni katika mradi ambao unaendelea hapa na kuendelea jinsi mambo yalivyo. Nimekufahamisha huu ni mradi wa LPG, hakuna kutumia kuni tena, hakuna moshi tena, hapa katika mazingira ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui. Kwa hivyo hata na ujaribu kuambia pale siku ya Jumatatu pale tuliweza kuona waziri ukipenda unasema Opiyo Wandayi ambaye alikuweza kuzuru hapa na kuweza kuangalia jinsi hii miradi inaendelea, ambao watangazaji wameweza kukufahamisha Rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa anakuja kuradi na kuamrisha kabisa hii miradi ambayo inaendelea hapa itakuwa inafanya kazi pale. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Tutakuwa nazidi kukuletea jinsi mambo yalivyo katika mazingira ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Kitui. Kwa hivyo hapa katika mradi hivyo ndivyo mambo yalivyo. Bila shaka kumbuka nimekuambia haya ni maandalizi mazima basi ya kumkaribisha Rais mtukufu wa nchi ya Kenya Dr. Samoei William Ruto, na ambaye atakuwa anafika mahala hapa siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2025. Nakwambia basi anakuwa anafika mahala hapa. Cameraman wangu ukiwaangalia na ukionyesha watazamaji na pia wasikilizaji watakuwa wanaangalia na pia watakuwa wanaona maandalizi mazima hapa basi. Na bila shaka nitakuwa natafuta nafasi moja tu ya kuzungumza na mmoja wapo ya wale tu walimu ama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kitui. Na bila shaka labda tusalimie na jina lako. Kwa majina ni Iyano. Anasema jina lake anajulikana kama Iyano. Iyano, labda tunajua ya kwamba Rais mtukufu William Ruto atakuwa anafika mahala hapa siku ni Ijumaa. Labda hisia zako kulingana na mkuja kwake? Tumemgoja ndio tuone maendeleo humu shuleni. Bila shaka Iyano anasema ya kwamba wanamgoja na watakuwa wanamgoja tena zaidi kwa hamu na gamu. Bila shaka lazima tumpe kura yetu bado. Ndio hivyo basi, anasema basi watakuwa wanampa kura yao moja kwa moja, na wanasema ni tuta bila shaka. Na labda hiyo siku tunatuambia hapa ndani ya uwanja labda utaamukia kufanya mambo gani, labda ni usafi hapa na pale. Yaani utakuwa umejipangaje kiwewe?
Kwanza naamka niko na wimbo wa kuimbia rais hiyo siku. Bila shaka. Na labda tunajua ya kwamba kuna watu na ambao wakija ama kama watu wakubwa wakikuja, labda mavazi wanapiga kilukuluku ukisema kama kijenzi. Labda utaambiaje wale na ambao wanasoma mala hapa kulingana tu na mavazi siku ile? Black and white is the best. Asanta. Anasema Yano, black and white is the best, and I tell you for free, this is going to be one of the biggest events. We are ready to receive the President of Republic of Kenya, President Dr. William Samoei Ruto. Bila shaka jinsi umeweza kusikia watazamaji na wasikilizaji wa radio na televisheni ya Kitco, hivi ndivyo mambo yalivyo. Umeweza kusikia wanafunzi jinsi wanazidi kujipanga panga. Kwa hivyo tutakuwa natembea bado uko ndani kuweza kuelezea jinsi mambo yalivyo. Haya basi msikilizaji na mtazamaji wa radio na televisheni ya Kitco, jinsi nimeweza kukufahamisha pale tangu pale mwanzo, umeweza kuona baadhi ya miradi na baadhi ya jinsi mambo yalivyo. Ana shughuli mzima hapa, wanafunzi na hadi wafanyikazi wanazidi kujipanga panga hapa kumngojea Rais wa Jamhuri ya Kenya His Excellency William Samoei Ruto, ambaye atakuwa anafika huku mnamo pale siku ya 17 kipenda tarehe pale 17 mwezi ni huu wa 10 mwaka ni wa 2025. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yalivyo. Watangazaji wenza tunaweza tukatembea hapa hivi tuone jinsi mambo yalivyo. Mtangazaji mweza Kamwaki, ndio unaonaje? Kwa sababu mambo hapa si mchezo. Bila shaka basi nimeona wanazidi kujipanga. Tutakuwa tunatarajia Rais mtukufu wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Na bila shaka nimeona mafundi wazima pia wanafunzi kutoka chuo kikuu cha walimu cha Kitui wamezidi kujipanga na bado furaha wanao teletele, na kwambia utadhani ni yule ng'ombe kinda wakati amezaliwa tu, na wakati kunataka kunyesha mwanangu ile furaha ambao wako nayo na kwambia inapendeza tena zaidi. Yaani kufurika. Anapenda Kiswahili chako. Bila shaka wanangu. Kwa hivyo Kajax, unaweza ukazungumza mawili matatu jinsi wanafunzi na pia jinsi wafanyikazi umeweza kuona wanazidi kujipanga panga huku, kwa sababu tukijaribu kuhesabu leo ni Jumamosi, kumradhi leo ni Jumaa, kumaanisha ni wiki moja sasa. Baada pale, kwa sababu jamaa ijayo ambayo itakuwa ni 17 pale tarehe Rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa anafika huku. Unaweza sema mawili matatu kabla tufunge na turudishe maiki hadi kwa studio zetu? Nama nikisema hivi wiki moja ndio imebakia bila shaka na kuona vile maandalizi yalivyo. Ikisema ikifikia siku ya Ijumaa pale tarehe 17 nadhani maandalizi yatakuwa yameisha pale na kila kitu kitakuwa shwari bila shaka. Na wanafunzi unavyoona wanajipanga kumtumbuiza, nyimbo wanazo, mashairi wanayo, pia walimu pia wamejiandaa vile vile bila shaka. Salimia wale watatu. Bila shaka nitawasalimu Papa Patrick Vuva, Simon Mumo na pia Justus Muhimi kutoka upande wa Trims Teachers Training College. Bila shaka. Wale ambao wanajituma zaidi pia wale kutoka upande wa Murang'a Teachers Training College na wasalimu wote. Wale wote wa Kitui Teachers Training College na wasalimu, bila kusahau Rahel Mudhama, bila kusahau pia Agnes Waze na kuambia na wasalimu tena zaidi. Mama mzazi na kusalimu, dadangu na pia wale wengine wote na wasalimu. Nikiwa studio ni mimi nimetoa Daudi Kamwaki, mshambulizi tokea pembezoni kushoto. Nambari 11 uwanjani 47 mgongoni. Basi ukisema hilo jina nakupa 200. Sana. Mtangweza wasalimu wawili watatu tunafokamilisha shughuli. Ningependa kumsalimu pale anaye kwanza anayenipa mwongozo, anafahamika kama bradhangu, anafahamika kama Casimiro, ukipenda muite Double Emma. Pia namfahamu mwalimu wangu wa Kiswahili mwaka wa 2019, anafahamika kama Njero KK. Sasa hivi anafanya pale Radio ya Wemwaro FM. Pia nawasalimia, tunawasoma na wao. Ronda namkumbuka pale, Rono na pia Simona. Kwa majina anafahamika kama Victor Karanja, ukipenda ni Kajax ama adui ya shetani. Napenda. Kabla malizie, niruhusu nimsalimie bradhangu anajulikana Dennis Mauta na kikosi kizima cha DT Blue na DT Green. Bila shaka. Kazi nzuri. Hivyo ndivyo mambo yamekuwa, mtazamaji na msikilizaji wa radio na televisheni ya Kitco. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na mimi nitawasalimu wawili, Moses Washira pale mwanafunzi ama waziri wa mazingira hapa, pia nitamsalimu Ziji Chairman. Tunasaidiana kufanya kazi pale. Kuna Zija mkipenda DJ Mikins anafanya kazi nzuri pale, na pia wanafunzi leaders wasimamizi pale, kuna Freddy Sila, kuna ukipenda utasema Nicholas Musioka, kuna Sam Patrick, kuna wanyama William, na pia kuna Dennis ukipenda ukipenda utasema ni mwingine, si mwingine ila pale ni organizing secretary pale, si mwingine unamuita ni Matthew mwingine wake pale. Hivyo ndivyo mambo yamekuwa. Nimekuwa wako beki wa kupenda na kushika 17 ngogoni, kijana mwenye mwingi wa maneno kimwepesi matendo. Ukipenda utasema ni MC Space, ukipenda utasema the voice behind your celebration.